Nashukuru, hiyo nilikuwa na nia, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye mpira na naujua vizuri sana, kwa sababu nimekaa nao miaka mingi, karibu sasa mwaka wa 60, na akili zangu mimi nashughulika na mambo ya mpira. Yako mambo mengine nafanya, lakini zaidi mpira. Sasa nilichotaka kukifanya ni kuona kwamba na mimi niwasaidie wenzangu vijana, ili mradi niwape mafunzo, iwezekana Mungu akijalia wakitoka wapate nafasi ya ajira au ya kucheza kwenye ajira. Na lingine niliona kwamba mimi nilipata bahati, nilikwenda kusoma Ujerumani, kusomea mpira, na serikali ya Tanzania ndio ilinipeleka. Nilipata scholarship nikaenda Ujerumani. Sasa kile nilichokipata mimi nimepelekwa, sasa na mimi nikitoe kwa wenzangu. Kwa hiyo mambo ya kufundisha nimeendelea nayo, kwa sababu hayo mambo mawili: moja, utakuta kwamba kwangu ndio ajira, na la pili, kulipia kile ambacho nilisaidiwa na pengine na serikali au na watu walionisaidia wengine. Na kwa kweli si lazima sikuwa na mtaji mkubwa sana, ili mradi tu ninajua kwanza na eneo, nilikuwa na uwanja ambao niliupata. Uwanja huo mdogo wangu naye alitangulia kuwa huko, sasa akaniambia, kaka, njoo basi nawe ufanye mambo yako ya mpira hapa kwenye. Kwa hiyo nikaja na mimi nikanunua eneo. Nilipokuwa na kiwanja nikaona kazi hii sasa ya mpira naweza kuifanya. Sasa sikumbuki tu ni kiasi gani unanunua, kile lazima uwe na uwanja, uwe na vifaa, uwe na elimu yenyewe ya kufanya hiyo kazi. Lazima uwe na cheti, bila hivyo huwezi kaa tu unafundisha tu watu barabarani kwamba wewe ulicheza mpira zamani sasa umeachwa na kwenda kufundisha. Hiyo si sawa sawa. Na hilo nimeliona pia Ujerumani huwezi ukakaa mahali unafundisha mpira kama huna cheti cha kufundishia watu. Sasa vitu kama hivyo, lakini sikuwa na mtaji labda mkubwa sana, ni hapana. Na vingine watu wanakusaidia, akikuona mtu akibaleni, vipi unataka mipira? Ndio bana, anakupa mipira, anakupa vifaa vile vya kufanyia kazi. Sasa la kwanza uwe na eneo, uwanja wa kufanyia hiyo kazi. Changamoto zinakuja kwamba unajua mpira kama ulivyosema ni gharama. Sasa na unapoendesha hizi shughuli unaweza kumwambia mtu achangie kidogo, angalau na wewe uweze kupata hela ya kununua hiyo mipira, maana huna mfadhili atakaye kusaidia nini. Sasa watu wanashindwa kulipa. Sasa kama akishindwa kulipa, unakuta kwamba unafanya kazi hiyo kwa tabu, au utaifanya kinusu-nusu, vitu vingine utashindwa kuvifanya. Kwa hiyo changamoto ni hilo, kwamba lazima uwe na uwezo sasa wa kupata hivyo vifaa utakavyofanyia hiyo kazi. Eneo, maana kuna vijana wanatakiwa pengine walale hapo hapo. Kuna watu wanalala, wengine wanatoka nyumbani wanakuja, akimaliza anaondoka. Kwa hiyo changamoto hapo, mambo mengi tu, katika hasa kutokuwa na ule msingi wa kutosha. Na ukimwambia mtu kulipa, nakwambia anaweza tena, unamwambia ulipe shilingi 2,000, 3,000. Mimi ninachokifanya, namwambia mtu pengine ajisajili kwenye academy, atakuja pale, nitamwambia alete zake picha 2, awe na kopi ya cheti cha kuzaliwa, ili mradi ule miaka yake uipate control, unajua atakuwa na miaka mingapi. Alafu lingine, kuna chakula wanatakiwa wale. Sasa kama hatuna uwezo ule wa kupika sisi wenyewe, basi naambia mchezaji anapokuja kwangu anajitegemea mwenyewe chakula. Alafu namtafutia sehemu ya kulala. Kwa sehemu ya kulala mimi namchaji mtu shilingi 10,000 tena kwa mwezi, aje na godoro lake na vitu vile, chandarua pengine na nini, lakini mimi nitamtafutia nafasi atalala. Kuna gharama kama hizo. Sasa ukipiga hesabu unaweza kama 60,000 labda kwa mwezi. Sina mdhamini bwana. Tena nitashukuru kama mtu anaweza kuja kuniambia, Kibaleni, ngoja tukusaidie. Tena sio hata kama kuna mtu anaweza kusema kwamba bana, mimi nitalifanya jambo hili, nitamwambia karibu sana. Eneo ninalo kubwa, unaweza kujenga hata majumba 20, 30 kama unataka. Lakini sasa tatizo linakuja kwamba sijapata watu wa kukusaidia. Unajua tena watu wana shida, wengine hawana hiyo. Wapo watu wanacheza, wapo. Mimi kwangu ukimaliza naweza nikakusaidia. Kama kuna mtu kanuza Kibaleni una strike hapo, naweza nikamwambia huyo nenda anamtazama. Wapo wanaotoka. Sasa hivi nina watu wageni, lakini siwezi kuambia kwamba nani na nani, lakini wapo. Waenda kwenye vilabu huko na kuanzia daraja la 3, sasa daraja la 2. Na mimi nimewapa uhuru wao wenyewe wazazi. Akipata nafasi anakwenda kuongea na mzazi wake, huyo mtu aliyemtaka. Mimi senti 5 usinipe tena, sitaki. Wewe ukikubaliana, unajua mpira kakuchukua mtu wa Inogwa si au wapi, wewe mwenyewe mchezaji utakapocheza huko utakumbukua na kumbukumbu. Ukipata mpira baadaye ukiniletea, mwalimu bwana, chukua mpira huu, mwalimu wewe chukua jezi koni hapa. Lakini
mimi sijauza hata mchezaji mmoja nikapata hela. Wanatoka wakiwa tayari waende. Ndio naweza kusema mimi sijafanya hiyo biashara sasa ya kujua kwamba nishauza wangapi, shingapi wametoa. Ndio. Lakini mpira ni unatoa pesa, unalipa. Na mpira kuutengeneza kwenyewe nako ni gharama. Ni lazima watu wajue. Mzazi pia kuna mzazi ukimwambia bwana baba na mtoto anamwambia babake nataka hela nikanunue kiatu au jezi, anakwambia hamna, utapoteza nini bure. Kwa hiyo unapata tabu. Hasa tunapata tabu unless kwamba kuna watu wenye uwezo wa kutusaidia, basi wangetusaidia. Na hili naona zamani huko nyuma lilikuwepo. Kulikuwa na watu wanasaidia, wanachangia. Kina Azimu wamekuja sasa hivi, kina Mosi, kina nani, wote wanafaidika kwenye mpira. Ndio wanaoingiza, wanaweza kaingiza pale na yeye akapata nini. Sisi hatuwezi kuingiza sasa mpaka wachezaji mwenyewe atoke, apate nafasi ya kutoka. Akienda huko sijui kama anaweza kuwa anajisaidia. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba mpira sasa hivi, zamani tulicheza kama hobi, kama burudani zamani, lakini sasa hivi mpira ni ajira. Cheza anaweza akaendesha maisha yake kupitia mpira mara 100 zaidi. Sasa zamani tulikuwa tukicheza hivyo, mtu anaona anasumbuka. Sasa mimi nawaambia vijana, kuna ajira nyingine nyepesi, ni hiyo ya mpira. Wengi wanaomaliza manake shule, wamemaliza shule, hana shule ya kufanya, pia ingie kwenye hii mafunzo. Akipata nini vizuri, anaweza kupata ajira nzuri akaweza kumwendeshea maisha yake. Kwa hiyo mimi ninachoambia vijana, wasikae tu. Wengi wanakimbilia sasa hivi kuendesha mapikipiki ya bodaboda na nini. Wanajua mwisho anapa jioni atapata 3,000 basi zinani. Lakini huko kwenye mpira mimi namwambia, ukiwa sawa, ukicheza vizuri, watu wakikuchukua, hela utakayopata unaweza kanunua hizo bodaboda unazoendesha hata 3 kila mwezi. Kwa hiyo sasa watu wasichukulie mpira kama nini. Sasa mpira ni ajira. Wasione tabu wazazi kuwasaidia watoto wao katika kunimaki. Ukimaliza shule, pengine hana shule ya kufanya, kama na mwelekeo mzuri kwenye mpira, wasaidie watoto.